cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama piga piga CCM, zinazofanywa na chama piga piga CCM, zinazofanywa na chama piga piga CCM. Katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wetu wa wilaya ya Temeke, dada yangu Zena na kamati yako ya siasa, mbunge wa jimbo la Temeke dada yangu Kilaze, viongozi wa dini na viongozi wote, lakini nimeona baraza la madiwani wako hapa, Simstakimea yuko Siang'ora, na viongozi wote mlioko hapa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Najua viongozi wote mpo, ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, ngazi ya matawi, na mabalozi mpo. Nyosheni mikono mabalozi, mabalozi, mabalozi. Shikamoni mabalozi, shikamoni mabalozi. Ni watu mabingwa sana, jipigeni makofi tafadhali. Ndugu zangu, tumekuja hapa kama kawaida. Nimefurahi Temeke, nyie ni watu mnaojitokeza kwa wingi, mnavunja rekodi. Pamoja na hali ya hewa, lakini nimefika nimekuta mmejaza uwanja. Jipigieni makofi tafadhali. Tunakimbizana na hali ya hewa. Tunao viongozi ambao walihama kutoka CUF. Abdul Kambaya yupo, akipata nafasi atasalimia. Ninaye aliyekuwa mbunge wa Mchinga kutokea kupitia chama cha CUF, Obali yupo, wakipata nafasi wanaweza akasalimia. Lakini nimeona nianze mwenyewe ili nifikishe ujumbe ninaoutaka. Hapo vipi? Mko tayari? La kwanza, nimekuja kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kuwashukuru sana Wanatemeke kwa imani na kwa ushindi mkubwa mliokipa Chama cha Mapinduzi kwenye serikali za mitaa. Tunashukuru sana. Dar es Salaam mmefanya vizuri, na mimi kama mlezi wenu natembea kifua mbele nikiamini Dar es Salaam ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Ninaona nifikishe shukrani hizo kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tulipita kwenye kampeni na mimi nilikuja Temeke na katibu mkuu alihitimisha kampeni katika jimbo la Mbagala. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi tunasema asanteni sana. Tunatambua kwamba uamuzi wenu wa kukichagua Chama cha Mapinduzi uliangalia rekodi ya kazi nzuri zilizofanywa na Chama cha Mapinduzi. Uongo kweli? Mbunge huyu hata na madiwani, kila diwani angesimamishwa na mbunge wangeongea mambo mbalimbali yaliyofanywa katika wilaya ya Temeke. Miradi mbalimbali imetekelezwa, iwe katika mashule, iwe katika afya, iwe barabara, iwe katika maji, kila kitu. Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta fedha za kutosha za maendeleo katika mkoa wa Dar es Salaam. Piga makofi.
Dr. Samia Suluhu Hassan. Mbali ya miradi, Watanzania wanataka amani. Uongo kweli? Mmekichagua Chama cha Mapinduzi kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimeasisi misingi ya amani na utulivu wa nchi yetu. Watanzania hawapendi fujo. Watanzania wanataka amani. Tunawaahidi rais wetu, mwenyekiti wetu na amiri jeshi mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan anatosha. Tanzania imetulia, ni salama. CCM oye! Amefanya mambo mengi, amewafilisi wapinzani, hawana hoja tena. Na nasikia walikuja huku Temeke, walienda baadhi ya kata, wakakosa watu, na sira zao ikawa ni kuwabeba Wanatemeke kwamba eti nyinyi badala ya kufanya kazi mmesimamia mambo ya Simba na Yanga. Yaani nyinyi watu wa Temeke, watu wa Dar es Salaam, mnatanguliza Simba na Yanga. Nikasema hizo ni kejeli, ni hasira za kukosa watu. Jamani, Tanzania hii Simba na Yanga ndio timu zetu pendwa. CCM oye! Hawawezi kutupangia jambo la kufikiria na jambo tunalolipenda. Na mimi nasema rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amechangia sana mafanikio ya michezo na timu zetu hizi kufika hatua mbalimbali. Na katika hili nyenye wazi mnajua Tanzania ina furaha sasa. Simba mpo, fika fainali Afrika. Ubaya ubwela, Simba oye! Simba wanapiga fainali mara pili, lakini Yanga walishapiga fainali. Wananchi mpo? Wananchi mpo? Mara mzee Mtengu hajielewi ninapoeleza haya Simba, nimeona naye nimridhishe. Wana Yanga mpo? Tanzania hii ndio furaha yetu. Utani kidogo, timu hizi ndio zinatupunguzia pesa, wakati mwingine zinatupa pesa, lakini ni mapenzi kwa timu hizi kubwa. Uongo kweli? Kwa hiyo wanakwambieni eti nyie mmekalia Simba na timu hizi zinapofanya vizuri zinasaidia kutangaza Tanzania, watu kuijua Tanzania. Sasa hivi vilabu viwili vimebaki, wanajua hii Simba inatoka Tanzania, wanatangaza Tanzania. Kwa hiyo kuna utalii wa michezo. Kwa hiyo mimi nataka niseme wenzetu hao wamekosa hoja, wamefilisika mpaka wanawabeza wana Dar es Salaam. Na mimi niwaombe wana Dar es Salaam, kwa kejeli hizi za Chadema, ikifika wakati na wenyewe tuendelee kuwasusia, kwa sababu hawapendi yale tunaopenda. Hapo vipi? Hapo unakuwa kiongozi, unasema Dar es Salaam haina maendeleo. Watuulize sisi, bodi hia kitovu Ocean Road, maisha yetu Kilwa Road, tunaijua Dar es Salaam ya mapori, Dar es Salaam ya magorofa. Maendeleo yanaonekana, lakini ukiendelea
hatukawii kukuita wewe mshamba. CCM oye! Tasema wewe mshamba. Mimi nakumbuka mamangu baada ya kutoka polisi hakuwa na cheo, kwa akaamua kuwa mama ntilie. Asubuhi nikiamka Mwenge kuna gari hilo moja tunakuja Shimo la Udongo, ndo tunauzia watu wale wanaojenga ukuta ule wa bandari. Kwa hiyo naijua Dar es Salaam ya zamani na Dar es Salaam ya sasa. Sijui hawaoni kila barabara unakuta inatifuliwa, kuna mwendo kasi itapita. Sijui hawaoni? Sijui hawaoni madaraja haya ya Mfugale, madaraja haya ya kule Ubungo? Sijui hawaoni pale nani Tanzania? Hawaoni mashule yanayojengwa? Hawaoni vituo vya afya? Hawaoni mahospitali? Tuwasamehe kwa sababu wanaotamka hivyo wengi wametoka kijijini. CCM oye! Wewe ukaa mjiwani Dar es Salaam, umetoka Tarime ukatufanya sisi hapa ukawa naijua zaidi Dar es Salaam, ndio maana unaweza ukapotea hapa Dar es Salaam. CCM oye! Kwa hiyo nataka niwaambie maendeleo yamefanyika kwa awamu zote, lakini nataka niwaambie Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia katika rekodi za marais waliopeleka fedha za maendeleo kuliko awamu yoyote. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Kwa hiyo nimewasikia nikasema nipite nije niseme ukweli. Hatutaki sasa hivi, hatucheki na mtu. Ukisema uongo kesho tupo tutasema ukweli. CCM oye! Ndugu zangu, mtu anayeshukuru maana yake anataka kuomba. Uongo kweli? Hata ukienda kuemea wakakukaribisha chakula, unashukuru, unasema chakula chenu kizuri, lakini nilikotoka huko watoto wamelala njaa, naomba mnisaidie. Uongo? Kwa hiyo mimi nimekuja kushukuru na kuomba kwamba mwaka huu tuna uchaguzi mkuu, na uchaguzi mkuu utafanyika mwezi wa 10. Tumekuja kuwaambia kwamba muendelee kutuunga mkono kama ambavyo mmetupa ushindi wa kishindo. Tunaomba wana Dar es Salaam muendelee kutuunga mkono Chama cha Mapinduzi. Nyie mmetupa katika mitaa 564, mitaa yote kasoro moja tu, yote imekwenda Chama cha Mapinduzi. Moja ukaenda Chauma kwa mzee wa Ubwabwa, lakini maana yake ni kwamba Dar es Salaam yote ni kijani. Kwa ndugu zangu, tunapoelekea katika uchaguzi kuna mambo mengi kubwa. Kuna vyama 18 vitashiriki uchaguzi huu. Katika vyama 18 ni pamoja na CCM, lakini kuna chama kimoja chenyewe kimeomba kupumzika. Wameamua kupumzika. Na mtu anayechoka utamlazimisha safari? Mtu anakwambia goti linauma, kifua kimebana, naomba nipumzike. Chadema wameamua kupumzika. Wangapi wanakubalia Chadema safari hiyo kupumzika? Wamechoka. Wamekubali kwa
kwamba tutashindana. Nataka niwahakikishie CCM imejipanga na ipo tayari kwa uchaguzi, na tutajipanga na kushinda kwa kishindo. CCM oye! Wenzetu wamekuwa na visingizio vingi. Unajua, mtu aliyechoka lazima awe na visingizio. Kweli kabisa, kweli kabisa. Kisingizio cha kwanza, no reform no election. Hicho ni kisingizio. Kisingizio cha pili, tutazuia uchaguzi. Wewe ni nani? Kwa hiyo nataka niwaambie, maandalizi tume wameeleza na vyama vimejipanga. Kwa hiyo anayepumzika tumemkubalia apumzike, safari ya kampeni itakapofika tutaendelea naye. Naomba niwaulize, hivi ikitokea bi harusi ameenda saluni na kuna harusi imeshapangwa na sheha kavaa, lakini anatoka saluni kawekwa na kope zikaanguka, harusi itafungwa ifungiwe? Yani mwali kaenda kaekewa na kope nzuri, halafu anataka kuingia labda kanisani afunge ndoa, kope moja ikaanguka, ndoa itafungwa ifungiwe? Basi Chadema wameangusha kope, uchaguzi huko pale pale. Sisi oye! Temeke oye! Mama Samia oye! Kwa hiyo ndugu zangu, wenzetu wana visingizio vingi, lakini mimi nataka niwaambie hawana hoja. Walisema kwamba wanahitaji marekebisho ya sheria. Nataka niseme tumempata rais msikivu. Dr. Samia Suluhu Hassan aliwasikiliza wadau na hasa vyama vya siasa vilivyokuwa vikiomba marekebisho, akaunda kikosi kazi kilichoongozwa na Profesa Mkandala wa chuo kikuu. Alipounda kikosi kazi, watu wakatoa maoni, vyama vyote vikaenda kutoa maoni, viongozi wa dini wakatoa maoni, asasi za raia zikatoa maoni, kasoro Chadema wakasema sisi ni wakubwa, hatuji kutoa maoni. Wamezidi kudeka hawa wenzao wakatoa maoni, serikali ikapokea taarifa kutoka kikosi kazi. Mheshimiwa Rais wakati anapokea taarifa ya kikosi kazi alieleza hadharani kwamba nimepokea taarifa, tunaifanyia kazi. Miswada ikaandaliwa kwenda bungeni. Kule kwenye bunge kuna kamati ya sheria. Kamati ya sheria chini ya mbunge wa Madaba anaitwa Kizito Mwagama akapokea maoni ya watu 1702, na Chadema walipokataa huku walikimbilia bungeni wakatoa maoni yao. Baada hapo mbunge anajua, tukapata kupitia bunge sheria mbili. Sheria ya kwanza ni sheria ya kuundwa kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi.